Haleluya. Tunarudi katika mafundisho yetu. The 5 pillars of worship service. Na mambo ya giving nimemaliza. Sema amen. And I hope you're losing the process. Naomba hiyo ni sindano ambayo itakupeleka the whole year. Unajua kuna makanisa they don't speak about giving. Kwa sababu wale watu walipata ufahamu and they know about giving. So watu kisikia ukitajwa kwa madhabahu very rare. Maana they know it, they don't need to be reminded. Nataka tufike hapo kama kanisa, we don't have to be reminded every now and then. Jina la Bwana libarikiwe. Now, jambo lingine ambalo linapatikana katika kanisa na mimi nataka mwaka huu Mungu atusaidie sana. It is, asubuhi nilisema kwanza giving is important, worship is very important. Na nimemaliza kuongea worship na giving. Nataka kuongea kuhusu the third thing that is found in a worship service, ambao ni the word of God. Linahubiriwa mahali pa neno la Mungu. Sema the word of God. The word of God. Kanisa lolote lile ambalo utaenda na upate neno halihubiriwi, hilo sio kanisa la kweli. Sema amen. Kanisa la kweli, neno la Mungu linasomwa na watu wanafundishwa neno. Ndugu mmoja aliniambia, "Pastor, nimekuja kwa mshirika wa kanisa." Na sasa hivi ni mshirika wetu. Kauliza kwa nini? Mahali ambapo nilikuwa ninaenda kushiriki, tukiingia tunaanza kupewa prophecy. So sana ya kwanza nilidhani siku hiyo Roho ametembea na ikawa ni siku ya kupewa prophecy. Sana ya pili akapata bado ni prophecy. Sana ya tatu the same thing. Akaanza kuwa na shida katika moyo wake, akijiuliza ni lini neno la Mungu litahubiriwa. Na roho yake ikasikia haina furaha na haina amani, kwa sababu yeye ni kuhama amehamia Rongai na alikuwa ana msingi wa kanisa linalohubiri neno. Alipoingia mahali pale, haya akasema, akaambia mke wake na watoto, hatutarudi huko. Naye ikawa kwamba nilikuwa nimeenda kuhubiri mahali pale Katoloni. Nilikuwa nimeenda maombi na nikapewa nafasi ya kuhubiri Katoloni. Akaambiwa na mwenzake ambaye alisikia nikihubiri Katoloni, akasema, "Na huyo pastor nilisikia akisema Rongai. Na nilisikia kuhubiri neno. Hebu enda kwa kanisa." Akatafuta kanisa mpaka akatupata hapa. Sema amen. Let me tell you, watu wametoka na sarakasi. Watu wanataka kanisa la neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi naomba mwaka huu Mungu atupatie neema ya kudeliver neno la Mungu with power. Amsema amen. Hebu ngepende ya kumwambia sema amen vizuri. Hallelujah. The word. Tuwe kanisa la neno. Kuwa mama anayesoma neno. Mama aliye na ufahamu wa neno. Usipopenda neno utapenda maneno. Amen. Aya, Mungu wewe. Amen. Usipopenda neno utapenda maneno na utabebwa na maneno. You must be grounded in the word. Na tujifunze kupokea neno la Mungu kama kanisa. In fact, nikipata nafasi nyingine in the service, nitafundisha washirika how to receive the word of God. Watu wengi hawajui kupokea neno. Watu wengi wanajua tu kukaa kanisa, kukaa kusikiza vile pastor anasema. No, that is not receiving the word of God.
Hata vile saa hiyo imekaa inaonyesha whether you know how to receive the word or not. Ile tu ni saa hiyo umekaa hauandiki kitu na katu ni kama umeingia kwa all ya sinema. Na umeingia theater ile ya sarakasi. Even the way hakuna notebook, hakuna kitu unaandika. Watu wengi hawajui kupokea neno. Nami nataka tuwe serious na neno la Bwana mwaka huu. Jina la Bwana libarikiwe. Ni kwa nini tuwe serious na neno la Mungu? Matthew chapter 4 verse 4. Mathayo 4 mstari wa 4. Yesu akasema, behold, but Jesus told him, no, the scriptures say, people do not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Yesu akamwambia Shetani, maana hii ilikuwa kinyang'anyiro. Yesu alipokuwa anajaribiwa na Shetani pale mlimani, Shetani akamwambia, "Sigeuze mawe haya yawe mkate." Yesu akamwangalia Shetani akamwambia, "Hapana. Neno lasema watu hawataishi kwa mkate pekee, bali wataishi kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu." Hebu sema, nitaishi kwenye neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Haya, ni Mungu aliyetuambia. Sema, nitaishi kwa kutokana na neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Mwambie jirani yako, sio mkoi, sio getheri, sio chapati, sio keki, sio yogurt. Mwambie chakula ile mzuri unapenda, sio kachumbari, sio nyama choma, sio ugali madongo, sio ugali matumbo, sio patado na kwa ile. Hatukosi jibu kama napenda kuweka wakati kwa ile na kuweka dofu kwa kila kitu. Chakula ni mzuri, lakini Yesu akamwambia Shetani, mwanadamu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo ndipo tunasimamia kama kanisa. Neno lile linatoka kwenye kinywa cha Mungu, ndio cha maana. Kuna maneno yanatoka kwenye vinywa vya wanadamu. Mtu anakuangalia hivi anasema, "Mtinyare, unateseka kwa sababu hii." Anafikia na akili yake, anajaribu kukutengenezea kitu kinachoonekana ama kufanana, kinaashiria mambo yanayopitia. Hayo ni mawazo ya wanadamu. Mimi ningependa kujua mawazo ya Mungu kupitia neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na usichanganywe na mtu hata akikupata kazini, aanze kukwambia mambo mengi. Muulize imeandikwa wapi? Ni wapi Biblia imesema? Be a believer that wants to know about the word. Na mimi nataka kuambia tafadhali, chochote mtakachoona nikifanya ambayo ni kinyume cha neno, kuwa na ujasiri wa kuja kuniambia hiyo ni kinyume na neno. Na mimi pia nitakuwa na ujasiri wa kukwambia hiyo ni kinyume na neno. Maana tunaamini neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So wakati ukija kanisani, njoo ukijua kwamba unaenda kupewa sauti itokayo kwenye kinywa cha Mungu. Wapi? Na kama utahubiri, kama utaongoza ibada, tafadhali. Kila ndani watu wanaongoza ibada, unanishangaza wakati mwingine. Surely, unaweza kusimama hapa mama mkuu mfano. Lakini wewe siku moja ukisoma Biblia, unawezaje kuona kusimama hapa unaongoza ibada kwa 30 minutes na hakuna scripture unaquote? Hakuna maandiko unasema yeye ni wakati wa kuimba, ni wakati wa sadaka, ni wakati na ukitoa utabariki. Wewe you are too dry. Umekauka sana. Mtu aliye hai kiroho, neno la Mungu linawashaka kwa watu kila wakati. Semeni. Usiwahi simama kwa madhabahu kama haya kwa dakika 10 hadi 20 na haujaongea neno. Wrong. Unatuambia tu vitu hivi generally, you are so dry. In fact, njia moja ya kujua mtu ako dry spiritually ni wakati hauna hata verse unaweza quote, hauna hata neno unaweza soma hapo siku. Ile ukavu ile Mkristo anataka kujizuia nayo.
kiongozi wa ushirika wa mama, simama kali na neno. Waambie wapendwa, Mathayo 4 mstari wa 4. Umeambiwa uombee mhubiri. Mama Brayo, umeambiwa ndio unaongoza ibada. Mama Brayo, ombea mhubiri. Katika hayo maombi, quote Mathayo 4 mstari wa 4. Sema wapendwa, Bwana asifiwe. Kufunga macho tuombee. Tuombee yule anayepatia neno. Hapa katika jina la Yesu. Tunakushukuru ushirika huu. Sijana lako linasema katika Mathayo 4 mstari wa 4. Unafanya hivi na mkono ile Mama Brayo anafanya. Sijana lako linasema wanadamu hataishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo kwa mdomo wa Mungu. Tuko tayari sasa kukaa chini, tuhubirie neno lako. Ni mkate wa uzima, tusaidie. Ukikoti neno, hiyo maombi inapata breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Baba, katika jina la Yesu, bariki mama anapoanza kuhubiri, bariki amen. Your prayers are dry. You need a word, packed word, a prayer. Sikizeni watu wako Mungu. Hata ukisikia unaomba na hakuna breakthrough, wacha tuwapasikie siri siku leo. Umewahi kuomba ukakosa breakthrough? Na ukaanza kulala kwa maombi. Ni kuomba maneno ambayo yana neno ndani yake. Lakini the moment roho yako itashikamana na neno fulani na uanze kuitafakari na kufikiria, the more unatafakari na kufikiria, unaanza kupokea maneno kwa kinywa chako ya kuomba kulingana na hilo neno. Unaweza kaa kwa masaa mawili matatu. Verse moja inaweza fanya ukae mbele za Bwana kwa kulia. Mungu anakupeleka mawazo inaenda inaongezeka. Na hapo ndipo unapata ujumbe hata wa kuhubiria watu. Bwana Yesu asifiwe. Let us not be a dry church. Kanisa ambalo limekaukiwa na neno. Kanisa ambalo halina mkate. Watu saa hii wanatafuta kanisa lililo na mkate. Wahubiri ambao wanahubiri neno. Watu wameanza kuchoshwa na sarakasi. Watu wamechoshwa na maneno matamu ya kuvutia. Watu wanatafuta kanisa linalohubiriwa neno la Mungu. And you will never go wrong in a church that the word is preached. Say amen. So, naomba mwaka huu Mungu akusaidie unapokuja kanisani, unakuja na uwepesi na utayari wa kusikia sauti ya Mungu kupitia neno la Mungu. So, hebu sema sitaishi kwa chakula. Sitaishi kwa mkate pekee, bali kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu. Praise the Lord, the living God. From today I declare in Jesus' name, you're going to live by the word of God. Hallelujah. Be loaded with the word. Mtoto wako anaanza kupata joto, kama gari ndege goma, pepo nyeusi na anza kuongea vitu vingine mbalimbali. What the word. Sema neno. Kuna wengine ambao ndio nasikia na John anasema kwa mapigo ya Yesu Kristo kwa mpokeo uponyaji. You are speaking life. Are you understanding what I'm saying? Hata tutaka makana ulize jirani, are you connecting with Father? Are you connecting with what I'm saying? Kwa mama, jaeni na neno la Mungu ndani yenu. Wazee, tujawe na neno la Mungu ndani yetu. Mtoto ukigojeka, mara moja unasikia by the stripes of Jesus you are healed. Naona siku moja aliamka kuona vimbe hapa. Mtu amefura kwa shingo. Nilishika nikasema, kwa mapigo ya Yesu Kristo umepokea uponyaji. Na kemea ugonjwa huu na kutangaza nikanena neno. And by jioni uvimbe ulipoisha, neno limeponya mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Shida ni kwamba Wakristo wengi tulikataa kusoma neno. Tulikataa kujua neno. Tulikataa kufanya research na study ya neno.
go back into the foundation of the word. Na huu mwaka letu this year tutajua kupokea neno la Mungu. Tutawafundisha. Na mtu atakuwa anasimama hapa anapata mioyo iko na utayari wa kusikia neno. Unajua tunaweza set standard mpaka mtu akija hapa ambaye hana neno na ukopa na kati. Hello? Yeah, mtu akianza kutupatia matoko tunampima tunasema huyo amekaukiwa huyo. Yana microphone. Kuna yule hapo ana neno. Na yule hapo ana mkate. Na kama kuna maombi natakana kuombea madhabahu yako, ni mkate wa uzima usikosekane kwa madhabahu. Na mkate wa uzima ni neno. Hata mimi niombea kila wakati. That I will be a pastor with the word. Hello? Sasa hiyo mama mtoka hapa si mtenda kutafutia watoto chakula. Hata pastor si mama anayetafutia watoto chakula. Mimi ni baba yenu na ni vibaya nikiwa sina mkate wa kukupatia. Unakuja unaniona shida zako, sina neno la kukupatia. Sina mkate, una njaa, unarudi ukiwa na njaa. No. Mnapoomba ombeni kwamba madhabahuni kwenu mkate wa Mungu hautakosa mbalimbali. Watu wataingia na njaa na watoke na shida. Watu wataingia na shida na neno litangaze uponyaji kwa watu hao. Jeremiah 23:29. Jeremiah 23:29. Jeremiah 23:29. Does not my word burn like fire, says the Lord? Is it not like a mighty hammer that smashes a rock to pieces? Si neno langu ni kama moto, na neno langu ni kama nyundo inayovunja miamba. Biblia inasema neno la Mungu ni kama moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja leo macho yanataka kama nalala ama kusahau. Isaidie kwa hiyo sisters of your brothers keeper. Mwangalie kwa macho, angalia kama kuchondo ama nalala. Kama nalala katika kalamu hasa kuandika. Praise the Lord. My word does not burn like fire. Neno langu si linachoma kama moto. Wakati neno la Mungu linahubiriwa mahali, wakati neno la Mungu linaachiliwa, Biblia inasema ni kama moto unaenda kuchoma. That's why unaweza kuja kanisani, neno likihubiriwa, kama kuna mfano nilikuwa nahubiri mahali, nilikuwa nahubiri tu neno. Nahubiri tu neno. Kumbe ninaachilia moto. Nikasikia tu mama amepiga nduru. Mmoja hapa mbele akaniambia pesa. Sasa neno. Na mkulisha watu wakati neno linahubiriwa, nilivaa kutoka nje. Ndio. Hata nilipokosa heshima kutoka nje, unless unasubiri na mtoto. Unless ni emergency. Yule mama kaniambia unapohubiri neno ulikuwa unaongea alikuwa na moto inatoka kwa mdomo. Sasa mtu akiingia kanisani akiwa na mapepo na nguvu za giza, neno yule ambaye anahubiri hapa, yule ambaye ana neno, hiyo neno inaendelea kama moto. Na inajua wa kuchoma. Walio rohoni wanapokea hilo neno kama lao. Ambao sio wa ufalme ni kuchoma wanachoma. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukikaa na mtu wakati mtu wa Mungu anahubiri neno powerful na liko na anointing, ukikaa na mtu uone ako uncomfortable, anakaa kama mtu anataka kutoroka, ujue ni neno linamchoma. Maana neno ni moto. Semeni amen. Hebu sema neno ni moto. Unaochoma. Na hata wakati unaombea mtu ana mapepo na nguvu za giza, the moment utaingia upande wa kuquote maandiko, shetani
Shetani hapendi. Biblia inasema pia neno la Mungu ni kama nyundo inayovunja miamba. Unaweza kuja hapa na kitu fulani kwa roho yako ambayo imekaa muda mrefu bila suluhisho na imekaa kwa roho yako. Ukiingia hapa neno likihubiriwa linavunja, linagonga hiyo hali, na finally hiyo hali inaporomoka na inaisha. Because the word of God is a hammer. Sema amen. Ukitoka nyumbani na mwambie Mungu, na lile neno litakalotajwa kwa madhabahu, wacha liwe nami. Masomo yetu like that. Ukiingia kanisani nasema na Mungu, neno lile litahubiriwa leo, wacha liwe ni neno litakalovunja miamba ndani ya moyo. Hapo kuna mambo umasikini umekukalia, shida umekukalia, magonjwa umekukalia. Ukija kanisani nasema na hilo neno Mungu, wacha iwe ni moto na wacha iwe ni nyundo ya kubomoa kila kitu ambacho kiko ndani yangu. When you come with that attitude, neno likihubiriwa linakuja kama moto na linakuja kama nyundo ya kuvunja. Tuseme amen. And I beg the Nigerians to receive the word. Ukiwa na washirika kama Nigeria, those people they are dangerous. They know the scripture. Wanajua maandiko. Pamoja nisikia kusema nini Wakenya ni kucheza mnachezaga na wokovu. Sio nani mkiwa serious. Unaweza kuwa umeokoka for 5 years na ukiwa neno linasema nini? Nisikia mwingine akisema the church in Kenya is very shallow. Kwa Kenya hawajaingia ndani. Nigerians, they know how to relate to the word. They know the word. Mnajenga kiokoka, I'm telling you, anajua maandiko, anajua iko wapi, anajua ni msimamo wake. Wengine umetajirika kwa kuamini neno, ukapata mtu amekuwa milionea kwa sababu neno limefanya kazi, limechoma misingi ya kwao nyumbani. Neno la Mungu limevunja miamba na foundation baya za familia, na huyu mtu anatokelezea kwa maana ameumbwa na neno la Mungu. We must be like those people. Tuseme amen katika jina la Yesu. Na ukubali neno linaweza kugonga, linaweza kuchoma. According to the scripture, ukubali sio kila wakati neno litasema kitu ambacho kitafurahisha. Kuna wakati neno linatumwa likubomoe. Ndio kitu kipya kijengwa ndani yako. So don't be offended. Sema amen. Usikwazike neno likikukata, ujue ni moto unachoma kitu fulani ndani yako. Neno likikubomoa, usikasirike au utoroke uende kwa pastor mwingine. Hata ukienda huko, Mungu atatupa tu neno na litakubomoa. Kubali misingi mibaya ibomolewe. Kubali kazi mbaya ibomolewe katika jina la Yesu. Shout amen in the name of Jesus. Hebu naomba kwa hiyo sema amen. Hallelujah. Wewe in the air, sema neno la Bwana ni kama moto. Neno la Bwana ni kama nyundo. Bwana Yesu asifiwe. Na siku nilihubiri very powerful word. Ndugu mmoja akaja baada ya kuhubiri, pastor, nani amekuambia maisha yangu? Maisha yangu? Kuna shida gani? Sema mambo yote ulihubiri ni mimi nilikuwa nahubiri. Hilo neno lilimchoma. Hilo neno lilikuwa ni nyundo ya kuvunja mambo mabaya. Alikuwa mikono akasema kama hakuna mtu amekuonyesha, basi ni mimi Mungu ameona. Kama hakuna mtu amekuambia, basi nimeona Mungu ameona makosa yangu. Akapiga magoti, akatubu dhambi zake zile ambazo hilo neno lilikuwa linabomoa. Mungu akamkomboa. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Na usiwe mtu akukwazika neno likihubiriwa. Kama pastor mimi nilikuwa nahubiri. Bwana, most of the time hatuna mtu akufikishia mambo yako. Hata hatuna mtu akukaa chini kukusengenya. Ukiona neno limekuja hapa na limekumulika, usianze kusema wewe na tuna mtu fulani ameingia pastor mambo yangu. Let me tell you, hakuna kitu kama hiyo. Roho Mtakatifu anajua roho zetu na anajua akinipatia ujumbe, anajua kuna ABCD nataka inyoroshwe kanisani, ichomwe na ipigapigwe na nyundo.
Nikuchome, sema amen. Do not be defensive. Kubali nikuchome, kubali nikutengeneze na utoke hapo kwa msingi na mjengo ulio imara. Praise the Lord, the living God. Acts chapter 17 verse 11. Matendo ya Mitume 17:11. And the people of Berea were more open-minded than those in Thessalonica, and they listened eagerly to Paul's message. Look at that. Hebu sema, they listened eagerly. Mnaongea polepole sana. You can do better than that. Kuhusu message. Alafu endelea kusoma. Kanisa la Berea, Bible inasema they were open-minded. Ni watu ambao mawazo yao yalikuwa yamefunguka. Naomba hata leo Apostolic Church of Katangai, may we be open-minded Christians. Watu ambao akili zao zimefunguka, hawezi danganywa ovyo. Ili kanisa hangesimama pale mbele udanganye mtu. They were open-minded. Walikuwa wanakupima tu na maneno yako, lakini unasema wanakupima because they were open-minded. Kuna kitu walikuwa wanakataa, sema hapana, hiyo sio neno. Hilo natuambia hiyo sio neno. They were open-minded than those in Thessalonica. Kumaanisha kanisa la Thessalonike walikuwa watu wajinga, walikuwa wanapokea neno la Mungu na upumbavu. Lakini kanisa la Berea walikuwa watu wamepevuka, mawazo yao yamefunguka kuliko kanisa la Thessalonike. Si naijulikana kwamba kanisa la washirika wa kanisa la Ungata Apostolic Church, they are open-minded than other churches. In the way they receive the word. Ni vibaya mtu akuja hapa aongee kinyume na neno, aongee mambo ambayo hayako kwa neno, alafu kimbie naye nyumbani kama gospel truth. Bana, unatakana kuwa na kichungi ndani yako. Hata ukienda kwa matatu usikie mtu anaongea mambo. Wacha kusema pasta alikuwa alikuhubiria, wewe ni Mungu alikuwa. Bana, pima kama kile anachosema ni cha Mungu na kimeandikwa katika neno. Hata ningekupiga simu. And I appreciate what God ananiambia sana. Pastor, what do you think? Na mtu anasikia akisema hivi na hivi na hivi. Hiyo ni neno la Mungu kweli? Hapo anamwambia whether it's the word or not. Namsaidia. I like that. Kuliko wewe ambao unapokea kila kitu ambacho unasikia. Sio watu wote wanahubiri neno la Mungu. Wengine wanahubiri kutosheleza tumbo zao. Amen. Wengine wanahubiri wapate sadaka, na anaweza twist neno ili utoe sadaka vizuri. But wewe kama akili yako imefunguka kama kanisa la Berea, the Bible says they listened eagerly to Paul's message. Njia moja kujua watu wanapokea neno vizuri is the eagerness. Hiyo umakinifu wa kusikia vile unaenda ukihubiri. Kile unachosema ili wanakubali ama wakubali. Hii kanisa ilikuwa na, I think hii kanisa ilikuwa ngumu sana kuhubiri kama kwa mtu wa neno. Hii kanisa la Berea sio kanisa lile ambalo unahubiri tu hivi. Kwa maana Biblia inasema they searched the scriptures day after day to see if Paul and Silas were teaching the truth. Paul na Silas wakimaliza kuhubiri alikasema okay, wameandika notes vizuri. Biblia inasema wanaenda nyumbani wanaangalia kama kile Paulo na Sila walikuwa wanaongea kama kiko katika neno. Kama kiko kwa neno wanaweka X. Wanaweka I like that. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. They were searching the scriptures day and night. Walikuwa wanatafuta maandiko. Kile tumesikia Paulo na Sila wakiongea, wanaenda kutafuta. Hapo siku hizi tumerahisishiwa mambo. Tuko na
sasa hivi unataka research about anything, it is a phone away. Simu yako ina uwezo wa kuonyesha mambo, information yote unahitaji kupata. Sasa hapa hakuko na Google, hakuko na internet, hakuko na social media. Walikuwa wanarudi kwa Bible kuangalia na kuvuruga makaratasi. Wakiona kile Paul amesema, nakumbuke Paul ni mtumishi wa Mungu, Silas ni mtumishi wa Mungu, lakini wanataka kujua kama kile wanasema kiko kwa nini. Situpenda hiyo roho katika jina la Yesu. Usiwe mtu wa kupelekwa na every wind of doctrine. Kila upepo inakuzalisha. Unatokea doctrine ya nyota. Kama sasa hivi nyota ndio ziko juu. Sasa niambie nani aliiba nyota yangu? Mimi usikuje kuniuliza maswali. Nyota. Mimi sijui. Ati pasta kuna mama gani aliiba nyota yangu? Hebu niombee nyota yangu irudishwe. Na injili ya nyota kuna venye sielewi vizuri. I'm not an expert. Sina huo msingi. Sasa hiyo ndio injili iko top. Ama pasta uongee kuhusu nyota watu wanafahamu. Sasa ukiambiwa nyota, wewe unapoongea kuhusu nyota, umefanya research kujua nyota na Bible inasema nini kuhusu nyota? Nakubali tu nyota. Na nyota gani naongelea? That's astronomy and astrology. Na kuna ile ya Taifa Leo, uchawi na uganga. So, tuwe kama kanisa la Berea. Mungu awabariki na bariki neno lake. Semeni amen. Sema nitakuwa mtu wa neno. Hebu nifanye interview kidogo. Mnasoma hapa hivi? Ni mtu mmoja niambia nasoma hapa kwa in the first place, uko na Bible. Kuanzia hapo. Usije kuleta moja kusoma na labda Bible yenyewe sanishi. Mama John, uko na mpaka wa kusoma Bible. Nasoma hapa. This mama tunamsoma. Ana kuna Bible hapo. Unasoma kazi. Ama unasoma sana ngapi Bible? Thank you. Tunaanzia chapter 1. Hello. Nasoma. Labda tutakomaliza. Nasoma chapter ngapi kwa siku? Ndio nataka. Naweza soma chapter 1. Lakini akisi unaisoma. Unasoma kila siku. Kama kuna siku na pipo. Sio kazi. Lakini at least wiki hizi isha bila kusoma Bible. Very good. Unajaribu. Unajua kuna mtu hii maandiko ninasoma saa hii. Hiyo maandiko tutapeleka wiki mzima. Tulisoma Bible kanisani na kwa hiyo sasa akatuonyesha kwa screen. Hiyo imenitosha wiki mzima. Wewe ni mtoto ambaye ana ugonjwa inaitwa ugonjwa gani? Mtoto akikosa kula chakula anagojeka. Marasmus. Kwa Jacob ni lack of proteins ama carbohydrates. Proteins. Marasmus is lack of deficiency of food. Mtoto anayekosa chakula. Kuna
kitu inaitwa spiritual marasmus. Wewe unakaa chini. Yaani ukosefu wa lishe mwilini. Mkristo pia ukikosa kusoma neno, una ugonjwa wa kukosa lishe ndani ya mwili wako. You are not strong. Majaribu kidogo ikija inakufyeka, maana ndani yako hauna nguvu. Mtoto ambaye hana nguvu, mtoto ambaye hana chakula, hata ugonjwa ukija, ugonjwa mdogo unaondoka naye. The same way, Kristo ambaye hajui neno, you are weak to believe. May God help you in the name of Jesus Christ. Semeni amen kwa jina. Sema amen vizuri. Finally, Matthew 8:8. Matthew 8:8. Usome pamoja. Let's repeat. But the officer said, Lord, I'm not worthy to have you come into my home. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. Bwana Yesu asifiwe. Akasema, Bwana, sina haja ya wewe kuja mahali niko, lakini sema tu neno moja na mtoto wangu atapona. Kuna wakati neno linatumwa mahali situation yako hivi. Sema amen. Kuna neno linaweza tuma kama vile tumetuma neno la kwa mama ya Elvis akiwa Kitale. Tukiwa hapa tunaweza tuma neno Kitale na nikapona. Sikiza, neno la Mungu halina distance. Neno la Mungu halina urefu. Eti kwa Amerika, ninaweza kuwa niko hapa na ninaongea na mtu kwa Amerika, ninatuma neno kwa simu na hiyo neno linafika Amerika na inasababisha kile ambacho hilo neno limetumwa kufanya. Sasa huyu mwakida alimwambia Yesu, mimi ni boss, mimi ni mtu, nikisema askari aje anakuja, nikisema aende anaenda, sina haja ya kuwa karibu na mtu ndio anitii, sauti yangu inatosha. Aka Yesu akamwambia in the same way, mimi sina, hauna haja ya kuja kwa nyumba yangu, wewe sema neno tu moja tu na mfanyakazi wangu atapona. Zoea kutuma neno, sema amen. Ukisikia wakati wengi waambia, hebu tuangalie kwa neno, tutume neno la uponyaji Kenyatta. We are doing what this word is saying. Kutuma neno. Alilituma neno lake, tukapata uponyaji. Neno huwa linatumwa kama vile tunatuma barua kwa posta. Neno huwa linatumwa. Neno huwa linaachiliwa mahali. Unaweza kuwa mbali. Nakumbuka kuna siku nilikuwa mbali sana. Mshirika akaniambia, pastor, mtoto wangu ni mgonjwa, ako hali mahututi. I was very far. Nikamwambia wekelea simu kwa masikio ya mtoto. Nikatuma neno la uponyaji na nikatangaza ugonjwa huu ondoke mara moja. Temperature ilikuwa juu sana. After prayers ikashuka mara moja. Muujiza ukapatikana. Within 2 hours mtoto alikuwa amepona, alikuwa ameanza kurukaruka. Mtoto alikuwa critical, alikuwa kwa hali ya mahututi. Mungu akafanya jambo la muujiza. Nini kilifanyika? Sikuwa pale kumwagilia mkono, ni neno nilituma na likafanya mambo makubwa. Sema amen. May God bless you, may God bless His word. I said may God bless His word. In Jesus, pigia Bwana makofi na kusimama ndio. Pigia Bwana makofi na usimame ndio.